Pentecost. Tunaendelea tena kuwakaribisha katika mkutano wa Pentecost. Mungu asifiwe kwa sababu nyote mmepatikana mkakuja kwa mkutano. Mungu awabariki sana. Tunataka kuongea kuhusu mkutano huu. Tumeanza tangu jana, tutakamilisha kesho. Kuko Biblia ivuga kama vile Biblia inasema, kuko biri kama vile ilivyo, tuzosozesha, tutamaliza kesho. Sema amen. Amen. Sema amen. Tuakilia waje na mkutano. Tumewakaribisha wale ambao wamekuja leo katika mkutano. Wale ambao wamefika leo, karibuni na Mungu awabariki. Wale ambao wamefika jana, endeleeni kuwa vizuri, Mungu awabariki sana. Nimekumbuka kwa kwetu wamoja walikuwa wamefika siku ambacho mkutano umeanza. Wengine wanafika inapokucha. Wanakuta tumemaliza siku nzima. Naanza kuwauliza habari za nyumbani. Na tunaendelea kuwa pamoja nao. Na tunamalizana nao Sunday, tunarudi nyumbani. Sema amen. Amen. Kwa hiyo tunawakaribisha wageni wapya, karibuni na Mungu awabariki. Ni vile tu hatujachinja ng'ombe waambie eti mtapanga kwa nyumba hii. Tena mwende kupokea mboga mapema. Lakini tuko kwa mkutano. Tupe Bwana utukufu. Sema amen. Amen. Sikukuu zote za mfalme wetu Yesu Kristo hasi lazima ziwe zimeisha katika moyo wa Mkristo. Hasistahili kuisha katika mioyo ya Mkristo. Ngalau Kristo ameisha ndani mwako, wewe una mabati haya, una mabati haya na viti hivi, lakini hauna maisha ya milele. Kuwa na maisha ama uzima ni kuendelea kumkumbuka Yesu Kristo aliyekufa akafufuka. Ukiona Christmas haina nguvu kwako, ukaona Pasaka na baraka, unaona Pasaka haina nguvu kwako, Pentecost hala uzama umenya kwa ajili yote kadamani. Tuweni wewe hauna Mungu. Ugira litiririshi. Wewe una mpangilio. Micho ya Banyamulenge na Banyafrika. Una asili ya Kinyamlenge pamoja na Kiafrika. Ufiti micho ya Banyedini. Wewe una dini ndani mwako. Alikonda Kristo wangu. Lakini hakuna Kristo ndani mwako. Kukufite Kristo. Kwa sababu yule anaye Kristo azamu anaendelea kumkumbuka. Sema amen. Sema amen. Azamu anaendelea kumkumbuka. Yetu tunakuwa Kristo zaidi na tamapana na. Wakati ya kifo cha Kristo kinafika na kufa pamoja na Kristo. Yetu kusuka tamazuka. Wakati wa kufufuka na kufuka pamoja naye. Yetu kwamba imbaraka zumuka wera atamazuka. Wakati wa kuvikwa nguvu za Roho Mtakatifu naye anavikwa hivyo hivyo. Sio wewe bwana wewe na Pasaka na Pentecost. Hawezi kukosa kujua Christmas, Pasaka pamoja na Pentecost. Na mara mengi kuza alafu ajue kuendelea kutafuta pesa. Chamba menyu musia kuze. Ama ajue siku ambazo alizaliwa. Niwa mutiba kumusi mwakuze. Kama usahau siku ambayo ulizaliwa. Alikukiba kumusi wagie muri Kristo. Lakini unasahau siku ambayo uliingia kwa Kristo. Kibaza kuwa muri Kristo. Wewe unajiuliza je, umo ndani ya Kristo kweli? Ukamenyile wamute muri Yesu. Unajua vile siku ambazo umezaliwa katika dunia hii. Ukamenyile wamute muri nyokonashi. Na unajua siku ambazo ulizaliwa kwa mama. Alipotume ni musi wamute muri Kristo Yesu. Lakini hautajua siku ambayo ulizaliwa kwa Kristo
umunyedini. Jua ama semeni kwamba wewe ni mwenye dini. Uvuge ngo umunyamico byaganye. Sema tu mimi nina asili za Wanyamlenge. Bali ngombwa ngo ndaje mekana. Ili ni lazima tuendelee kuwa kanisani. Ngoro umunyamlenge se yojaye yandi alika. Mama wa Mnyamlenge ataenda wapi na kanisa hili? Nebe mzungu aongeze. Ichatunye mutabuzoga mzungira mu Kristo. Nyinyi mnajiulizaje? Nyinyi hamjakunywa pombe, mnadhani ni Ukristo tu? Si Ukristo. Si Ukristo. Tumbiaga yote. Si mna kiu. Kuna mke wa Kinyamlenge unaweza kukuta anakunywa pombe. Ni kusema mabibi zetu ni walokole. Ni asili. Nyinyi ni asili ambayo inasababisha muwe hapa. Kutokunywa pombe. Si Ukristo. Wengi ingekuwa ni kuokoka. Nyamlenge tungekuwa kwa hali ya juu sana. Ukabira bakora bose bakijwe buzi umwuka wera bambaye imbaraga zituma bataminzoka batazarasinda batosiga bana ngo bane kuminzoka. Mnakuta kuna wamama ambao hawatumii sigara, hawatumii pombe, hawalewi hapa mtaani. Echizero. Tugeze kukweguru. Tungekuwa kwa level ya juu. Lakini wamama ama wasichana wa Kinyamlenge sote mwambiriwe meme mungarambiriwe cyane mwambiriwe n'umuco tamgoba Munyamlenge wo minzoga muri amara bamushaka mmekuwa na asili wo minzoga muri amara kumane na boko amamiruka mmekuwa na asili ya bituma mutaminzoga mufite inyota nuko mubona ko babiruka vile mna kiu lakini hamwezi tumia pombe ni vile mnaona watawafukuza. Kandi twawiruka nzara abakristo nati tena tutawafukuza kwa sababu na sisi wa Kristo. Mumwizoga umugore yo mwizoga yoshika kamwirukana kandi nabazayi. Mtumia pombe mama anaweza kufukuzwa na baba ambaye naye anatumia pombe hiyo. Tuwe mumicho maze twakire Kristo. Tokeni kwa mila alafu tumpokee Kristo. Amen. 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 Pentecoste hii. Tumepiganira kila Mungu. Nakimuka wewe. Tunataka kuiongelea alafu upokee Roho Mtakatifu. Sema amen. Amen. Nakimuka wewe. Pokeeni Roho Mtakatifu. Tusome jambo jema. Tusome neno la Mungu. Some zako za nyumba. Tusome Matendo ya Mitume. Litachapa mlango mwanangu. Sura ya kwanza mstari wa 8. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira. Kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samaria no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Turangirize muri icyo gitabo igice cya kabiri umurongo wa mbere. Umunsi wa Pentekote usohoye bose bari hamwe umwanya umwe bahuje umutima komeza. Nuko umuriri abatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro. Ururimi ruja ku muntu wese uwo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera batangira
kuvuga. Tangira kuvuga indimi mbogo Umwuka yazibahaye kuvuga. Make ni jambo ry'Imana. Pokeeni neno la Mungu. Tugiye kuganira aya magambo mu mwanya mutoya usigaye. Tunataka kuongelea maneno haya kwa muda mchache ambao umebaki. Ejo leo twatangiye Pentecost. Jana ndio tumeanza Pentecost. Nawaambia kwa Pentecost. Niliwaambia Pentecost. Isina Pentecost. Jina Pentecost. Jambo wa Yuda mukatarasi. Lilikuwepo kwa Wayahudi ambao Roho Mtakatifu hajaja. Wali umunsi wao. Ilikuwa ni siku yao Wo kwishimira ibisarurwa. wa kufurahia mazao. Bose bakaza bava mu ntara. Wote walikuwa wanatokeni kwa mtaa yao. Bakashira Yerusalemu. Wanaingia katika Yerusalemu. Bakasha kwishima ko bafite ibabasari. Wanaenda kufurahi kwa sababu wamevuna. Wali umunsi wo kwishima. Ilikuwa ni siku ya kufurahi. Ibabasha imiganura murayumva. Walikuwa wanabeba mazao ya kwanza kutoka shambani zao. Wali umunsi wo musarura kambere abantu baba benshi bakasha imiganura i Yerusalemu. Ilikuwa ni siku ya kuvuna, mara ya kwanza wanabeba mazao yao katika Yerusalemu. Hiyo ndiyo Pentekoste kwa Wayuda. Hiyo ndiyo ilikuwa Pentekoste katika Wayahudi. Hanyuma rero Lafu igihe cha Yesu, wakati wa Yesu azutse, Yesu alipofufuka iminsi 40 ari kumwe n'abigishwa. Akakaa siku 40 pamoja na wanafunzi. Ari kumwe na aliyereka abantu. Alikuwa akijionyesha kizirika kwa watu. Hanyuma rero yari yarabasezeranye. Alafu alikuwa amewaagiza. Bari bafite amasezerano. Walikuwa na agano. Wewe muri Yoeli, kuanzia kwa kitabu cha Yoeli. ibice 3 murongo wa 4. Sura 3 mstari wa kwanza. Na Petro yarabivuze muzagozwe n'intumwa. Petro aliandika katika Acts of the Apostles 12 mstari wa kwanza. 17. Ni wa 17. Kabiri 17. 2 mstari wa 17. Hadi msezerano livuga ngo kulikuwa agano inasema hivi. Mbigiye timeruka Nyakati za mwisho. Yoeli Imani mubwira. Yoeli Mungu alipomwambia. Yaramubwiye ngo nzosukumuka wanje. Alimwambia nitamwaga roho yangu kwa watu bose. Kwa watu wote. Abahungu bani. Wa vijana zenu. Abakobwa bani. Na wasichana wenu. Bazahanura. Watata. Abakambe bani. Wazee wenu. Bazerekwa. Wataonyeshwa. Zasukumuka wanje. Nitaweka Roho Mtakatifu. Ndetse n'abagaragu banyu n'abashabani. Hata watumishi zenu. Zasukira umwuka wanje. Nitawamwagia Roho Mtakatifu. Ndio sezerano barimo. Agano hilo akaweka. Bali walifite ndio sezerano y'umwuka wanje. Walikuwa na agano hilo ya Roho Mtakatifu. Imani zasukira abantu umwuka wanje. Mungu atamwagia Roho Mtakatifu kwa watu wake. Umwuka w'Imana. Kusema Roho Mtakatifu Niyo shusho y'Imana. ndiyo sura wa Mungu. Niyo yindi twatakaje muri Edeni. Ndiyo hiyo tuliyoachana nayo katika Edeni. Adamu wa mbere. Adamu wa kwanza. Yari ubuzima. Yari ubugingo bufite ubuzima. Ilikuwa ni maisha ambayo ina uhai. Yari ubugingo buzima. Maisha yenye uhai. Nafsi. Nafsi yenye uhai, yes. Yari ubugingo buzima. Ilikuwa ni nafsi yenye uhai. Adamu wa nyuma. Alafu Adamu wa mwisho. Iwe Mungu tangu. Yeye ni roho ambayo anapeana uzima. Ubugingo twari tufite. Uhai hatukuwa nao. Kubera ko twabutakaje ni shusho y'Imana twari dutakaje. Kwa sababu tulikuwa tumepoteza sura wa Mungu. Imana ilisha kumuntu. Mungu alipomtafuta mwanadamu. Ikemera kurema umuntu. Ilipoanza kumuumba mwanadamu. Alifite umugambi wo kumuremera ishusho yake. Ilikuwa na mpango wa kumuumba katika sura yake. Irema umuntu mu shusho yake. Muumba mtu kwa sura yake. Umuntu mu shusho yake. Mtu kwa sura yake. Umwuka wake. Ni roho wa uhai. Sema amen. Amen. Sema amina. Amen. Umwuka wake. Ni roho wa uhai. Neno Adamu wa mbere. Alafu Adamu wa kwanza. Iyo umuntu agumye muri Adamu wa mbere. Mtu akiendelea kuwa kwa Adamu wa kwanza. Abari nyama n'amaraso gusa. Ilikuwa ni damu na nyama tu. Abari umubiri gusa. Ni mwili peke yake. Na shusho y'Imana. Hana sura wa Mungu. Ibiri muri we. Ndani mwake. Ishusho y'Imana mu muntu. Sura ya Mungu ndani mwako. Umwuka w'ubugingo. Roho wa uhai. Umwuka utanga ubugingo. Roho ambayo inapeana uhai. Cyo gituma Yesu
mtakatifu wa Mungu. Alimulinda. Hiyo ndiyo ulinzi. Alimwita. Mlinde hiyo. Salomo anaandika Mithali. Salomoni akaandika katika Mithali. Mume alikuwa anajaa hekima ya Mungu. Akamwambia ndugu zake. Akatuandikia. Akasema na kile cha kulindwa. Na mengine ambayo si ya kulindwa. Lakini akamwambia lindeni mioyo yenu. Kuliko vingine ambavyo vinalindwa. Kwa sababu ya uhai ninaishi hapo. Hapo ndipo kunatoka ya uhai. Kuna kiuma kimoja cha kulinda tu. Mahali kuna uhai. Ndugu wapendwa, kwa sababu ya kutomjua Mungu, kwa sababu ya kutotambua vile ambavyo tunaishi, sisi tunaujali mwili sana kuliko kujali uhai. Sisi tunatafuta kufanana na ulimwengu kuliko kufanana na Mungu. Mwili ni wa dunia hii, mwili ni wa huku, lakini roho wa uhai, hiyo ndio sura ya Mungu. Uhai, Roho Mtakatifu, hiyo ndio sura ya Kristo. Kile Kristo ameleta ili kirejee ndani ya mtu. Mungu aendelee kuishi na wanadamu. Yesu alileta kitu hicho ili atumwagilie ndani. Ndio maana anaitwa Emmanuel, Mungu pamoja na wanadamu. Usipompokea Kristo, hautaishi pamoja na Mungu. Jina hilo halitafika kwako. Mungu hatabisha kwako. Hautakaa pamoja na yeye, hautakaa pamoja na Mungu. Mungu analala, anaishi pamoja na wanadamu ambao amempokea Kristo. Kwa jina ambalo linaitwa Emmanuel. Unasema mtu tena anaishi pamoja na Mungu. Sema amen. Wanasifiwa sana. Amen. Eto tukugana tu. Jana tukazungumza kwamba roho ni nini? Roho ni karama ya Mungu. Ni karama ya Mungu. Mungu aliangalia. Alipokubali Kristo atakuja duniani, akaangalia wale ambao watampokea. Wimbo huo uliimba katika mbinguni. Kasema heshima iwe ya Mungu, ambao imefanya maajabu ya kwenda kumtafuta wanadamu. Wakasema tena amani ikuwe katika ulimwengu kwa wale ambao wanamfurahia. Sababu wale wanamfurahia watapata amani. Amani ambao watapata nyuma ya Kristo. Roho Mtakatifu ambao Mungu ameandalia wale ambao watampokea Yesu Kristo kama gift, ambao ni ajabu. Yesu akaja
kofia ya 500. Mbona mara waifundeka kwa kwake? Alafu waongelee kofia hiyo, alafu wakuvishe. Ndagatsindwa n'uwitekima. Ishindwe katika jina la Yesu. Haifanani na uzima wa Roho Mtakatifu ambao tunapata katika Yesu Kristo. Fimbo. Ambao munabadilishana na uzima wa milele. Nimekuja kuyapokea leo. Nikakuta Yesu hajawaita. Lakini yule ambaye ameondoa katika familia hawezi ingia kwa joki hiyo. Yeye hajui habari hizo. Hajui habari hizo. Familia hajui habari za familia. Kile ambacho hapo ndani, ako ndani ya uhai na uzima wa milele. Semeni amen. Wale Yesu ambao aliondoa katika familia zao, aliwatoa kwa yale mambo ambayo si ya Mungu. Amewatoa kwa kufurahia ambao si uhai. Amewatoa kwao akawaambia msifurahie vitu vingine. Furahieni uzima wa milele wa Mungu. Hiyo ndio gift ambayo Mungu aliwapa wanadamu. Zawadi hiyo ambao Mungu anapeana kwa wale ambao wanawapenda. Siku zao wasichana kwa wavulana. La. Siku wana pesa. Si hata majina ambao wanaweza kuita leo. Si hicho ambacho Mungu anapeana kwa wanadamu. Wale Mungu anaowapenda. Yule ambaye anapendwa na Mungu. Yule ambaye amempa Roho Mtakatifu. Haleluya. Yule ambaye ana roho wa uhai. Hiyo ndio gift ambayo inatoka mbinguni. Zawadi hizo zote zingine inaachilia bila kuangalia. Ndio maana anasema inanyeshea wema kwa wazuri, kwa wabaya mvua. Wapagani wanazaa. Wapagani wanaunganisha ndoa. Kuunganisha ndoa si karamu ya Mungu. Ni yale ambayo tunachangia tukiwa wote. Ni yale ambayo tunachangia na watu. Lakini tuna kile cha kibinafsi. Sisi ni warithi. Tuna urithi ambao wapagani hawana. Urithi huo ni Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu. Haiwezekani wa duniani wapewe. Kwa sababu hawamuoni. Hawajui. Ndio maana unaenda kutafuta pesa siku ya Pentecost. Unaenda kutafuta ya mwili huu. Ndio ungefikiria gift ya Mungu. Ndio maana tunaenda tukizurura kwa yeye. Kwa sababu nyakati hizi. Wana Israeli. Wayahudi. Siku hii. Wa Pentecost. Walikuwa wanafunga maduka. Maduka wanafunga. Kazi zote wanafunga. Kazi zote wanafunga, vitu vyote vinafunga. Wanasherehekea Pentecost. Wanafunga kila kitu. Wanasimama wanasema hii ni siku ya Pentecost. Lakini kwa sababu hatujui utama wa Roho Mtakatifu, ni nyakati kama zingine, ni kawaida. Jana tukasema ni zawadi kutoka kwa Mungu. Tumesema sana Roho Mtakatifu wa Mungu. Roho Mtakatifu wa Mungu ni gift kutoka kwa Mungu. Siku ya leo sasa nataka kuongelea mambo
umumaro w'umwuka wera abawakiriye kwa faida ya kupokea Roho Mtakatifu. Umumaro tugirira abawufite, faida ambayo inazilika kwa wale ambao wana Roho Mtakatifu. Zakomereza kwa hiyo tunataka kusoma na nitaendelea kesho, nitaongea maneno mawili tu. Umumaro w'umwuka wera, faida ya Roho Mtakatifu. Leo tunafusu umwuka wera tatu. Jana tuliongea Roho Mtakatifu ni nini? Magambo mengi twayasema. Maneno mengi tumeyazungumza. Uyu munsi leo sasa mimi na kesho ndababwira umumaro w'umwuka. Nitawaambia faida ya Roho Mtakatifu. Abawufite. Kwa wale ambao wanayo. Cyo bituma bofunga maduka birako. Ndio maana wao wanaweza kufunga maduka na inawezekana. Cyo bituma kingi bingi birako. Ndio maana wanaweza kufunga vitu vingine na inawezekana. Ndababwira umumaro zwa. Nitawaambia faida ambayo iko hapo. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Amen. Amen na wote wasatangaza na wewe. Watu hao hawezi poteza Christmas. Tibo tangaza pasa. Hawezi poteza pasa. Tibo tangaza na Pentecost. Na hawezi poteza Pentecost. Hali ni wasata mji usa. Ngao waende kwa mji gani? Hawe ni wasaba kila bisi kiregeranya andika bagira bisi uwe shughuli. Ngalao dunia inaendelea kuanganisha watu wawe busy sana, lakini mtu hawezi sahau kusherehekea mkutano huu. Bena watu kama hao na mahamega kutaya aya wa Islam na wadifu ni vitu ambao hawezi sahau, kama vile Waislamu. Muzito najua ya Waislamu. Najua dunia inakubali mambo ya Islam. Basi azabayo wanayakubali. Sisi Munyarwanda ni bari mugano w'Abanyarwanda bazavuga ngo uwigize agatebo azabora. Bazamuyoresha. Nasema hivyo. Donge uko wigize niko bazavuga. Vile unajichukulia hivyo ndivyo watakuchukulia. Isi yeme ya Waislamu. Ulimwengu umekubali Waislamu. Ndate kwa isi Yohana Muislamu agaze kuihame gidini. Hakuna amri ambayo inaweza kuadhibu Muislamu akisimama kwa dini yake. Na motifu. Hakuna mtu wa seventh day. Isi Yohana ambao ulimwengu inaweza kuadhibu agaze kuihame gidini. Akisimama kwa dini lake. Aiko bantu bazabahanwa babo hagara kuihame. Lakini watu ambao wanaadhibiwa kwa sababu ya mambo yao ni sisi. Kwa sababu gani? Hatuko serious. Sisi hatujakuwa serious. Sisi Mungu atusamehe kwa sababu tumemdhalilisha. Lakini wale ambao wamemjua Roho Mtakatifu ni wachache, lakini wapo. Hawawezi kuyatenda kwa sababu wana mambo yao, wana mambo ya kutegemea yao. Nitawaambia mitume walijaa Roho Mtakatifu wakazirika kwa ulimwengu mzima. Sema amen. Sema amen. Amen. Kumena na kilo kumuka. Kwa sababu ya usamani wa Roho Mtakatifu. Mumaro faida umuka we wa Roho Mtakatifu. Muka wera Roho Mtakatifu kimba noima kama gift ya Mungu. Imani tekeleza kwetu ambao Mungu anafikiria kumpa mwanadamu. Ichambe neno la kwanza, muka wera twavuze kuhabwa abantu bakije. Roho
kitu. Ikibi kikaba kibi, Kibaya kinakuwa kibaya, icyiza kikaba icyiza. kizuri kinakuwa kizuri. Mu maso ye, Kwa macho yake, mu ntekerezo ze, kwa fikira zake, mu mutima we, kwa moyo wake, habana n'umuco kuna mwanga ubasha kumurika. ambao unamulika. Umurika ikintu cyose tukagishyira kuri tamara. Unamulika kila kitu kinaonekana Ishuri vizuri. ikintu cyose kigasuko. Kinafichua kila kitu kinafanana vile kinavyofanana. Mungu wera wima, Roho Mtakatifu wa Mungu ubera kwa watakatifu usuhamiriza kwa abanyabyaha. huwa unawathibitisha kwamba Usuhamiriza kwitanisha. unawathibitisha kwamba hiki ni dhambi. Kababwira ngo iki ni ikosa. Nawaambia hii ni kosa. Usuza kugira ngo ushire tamara, ushire ku mugaragaro ibisa. Huwa inaweka kwa kuonekana kwa dhambi, ama inaweka wazi dhambi. Mungu wera wima, Roho Mtakatifu wa Mungu ubereyo umuntu inaishi kwa wanadamu kwa sababu gushira wazi inaweka wazi ibisa. dhambi, Ndizi twiki. haiwezi kuficha. Sema amen. Sema amen. Ndizi Hiwezi kuficha. ndizi ya makuto. Haitaweza tusure makuto. Roho Mtakatifu haiangalii kwa sura, Tusure la kumafaranga muhimu ni ngoni ukinifaranga. haiangalii kwa pesa eti huyu ana pesa. Bima ni mwenye saha. Kama ni mwenye dhambi ni mwenye dhambi, Kata kanifaranga. tena ana pesa. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Amen. Umuka wera wima. Roho Mtakatifu wa Mungu Ufiti umumaro abawakirije. una faida kwa wale ambao wamempokea, Wakubasha gushira kuri tamarare ku mugaragaro isha ivyibza. wa kuweka waziwazi mambo ya dhambi kwao. Cyo bituma ba Petro Ndio maana wakina Petro uzuye umuka wera. alipojaa Roho Mtakatifu, Usugara basabira ifeza. siku moja wakaletea fedha, Bayamwambia ngo mufanye izo feza za. wakawaambia kufa na fedha zenu. Imana y'Imana ndiziku. Roho Mtakatifu wa Mungu hainunuliwi. Ingabire y'Imana. Gifti ya Mungu, Impano y'Imana umuka wera. karama ya Mungu wa Roho Mtakatifu, Ubugingo ntibuzavugurwa. uhai hainunuliwi. Ntibudusuka amafaranga. Usituwekee pesa Wasemfuka. ili afiche Izo muri vyo. kwa yale mlinayo. Arabia ngo mwebwe Akawaambia nini? mureba ku mirimo. Ambao mnaangalia kwa matendo, Mukagira ngo imirimo izabakiza. nadhani matendo yenu Hagira itakuwa imikiza umukristo. matendo haipo, Hagira ibisa mu bugingo. kazi haziponi. Arabia ngo mufanye feza za. Akawaambia kufeni na matendo, Nimufanye imirimo yanyu. kufeni na Nimufanye imirimo yanyu. kufeni na matendo yenu, Kubera ko mutakijijwe. kwa sababu hamjaokoka. Murabanyasa. Nyinyi ni wenye dhambi. Sema amen. Sema amen. Umunyamuka neza. Mwenye Roho Mtakatifu kweli Azayitikizira kwa kizira. anakiita kile ambacho si kizuri, si kizuri, Inyungu zingana kugira. ingalao kina faida gani, Nubwo yoba gifite icyubahiro kimeze gana. ingalao kina heshima gani, Azakibwira ngo anakiambia wewe, wewe ni sana. wewe ni dhambi. Sema amen. Sema amen. Mungu wema. Roho Mtakatifu Ufite umumaro ina faida gani kwetu? wo kugira ngo Kwa kufanya tibadupfunyikire. wasituwekee vitu. Habe niyo habe abanyamuka. Hata kama ikuweje mwenye Roho Icyo Mtakatifu. bituma Yohana Ndio maana Yohana yari yaruzuye umwuka wera. alikuwa amejaa Roho Mtakatifu. Wakamabwira akabwira abafarisayo bari abakuru b'amatorero. Wafarisayo walikuwa wakubwa wa makanisa, Bari abantu bakomeye no muri leta. walikuwa ni watu wakubwa hata kwa gavana, Bari bamemera na leta. hata gavana alikuwa ni mkubwa. Maze Yohana Alafu Yohana, kubera ukuntu biyoberanyaga. kwa sababu walikuwa wanajifananisha, Kubera umwuka wera w'Imana wari muri bo. sababu Roho Mtakatifu alikuwa ndani ya Yohana, Akamabwira anawaambia ngo wamunatira. akawaambia, Abana bitira. ninyi watoto wa nyoka, Abana bitira. ninyi watoto wa nyoka, Asoka. ninyi nyoka. Nini wahuriye? Nani aliwaambia? Nini wahuriye ayo makuru? Nani aliwaambia? Asoka mwe. Ninyi nyoka, Isoka. nyoka, Itira. nyoka kubwa, Itira. nyoka kubwa. Umunyamuka. Mwenye Roho Mtakatifu, Munyamuka. mwenye Roho Mtakatifu. Sema amen.
huwa anasema kitu kwa jina lake. Huwa anakifichua na kiweka tamalani. Anasema hiki hakistahili. Hii ni baya. Ngalao kina faida mbele. Sema amen. Sema amen. Sema amen. 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 Mungu wewe tufichimuma. Roho Mtakatifu ana faida kwetu. Ukubasha Mungu ishu ya kufichua yale ambayo yamefichwa. Mkono mrosi mrosi. Mchawi ni mchawi. Mwenye damu mwizi ni mwizi. Yule ni yule. Mtu ni vile alivyofanya. Haleluya. Hakuna kingine. Naweza kuambia ukweli. Biblia inasema sababu hao wanaishi na Mungu, wanafanana na Mungu. Mwandishi Daudi aliandika nani atapanda mlima wa Mungu? Nani ataishi patakatifu pa Mungu? Nani ataishi katika hema ya Mungu? Akasema ni yule ambaye anasema kweli, kama vile kuliko ndani ya moyo wake. Sababu ya Roho Mtakatifu anaingia kwa moyo wa Mungu, katika mfano wa mtu inampa kweli kuliko wengine, sababu anaishi katika hema ya Mungu, kwa sababu anaishi ndani ya Mungu, sababu anaishi na Mungu. Anasema ukweli vile ulivyo, vile ilivyo. Kibaya ni kibaya, kizuri ni kizuri. Alipokosa ni rehema, anasema ee Mungu nisamehe. Wenye Roho Mtakatifu wanazihirishwa na kuweka wazi kila kitu kwa jina lake. Na la pili, wanaomba msamaha. Wanamwambia wewe umekosa, kwa sababu kinazilika kiko kwa tamalale kwa anaomba msamaha. Nasema nisamehe. Mafundisho ya Yesu Kristo. Marko sura ya kwanza 15. Na tunayakuta tena. Luka 24. Luka 24:47. Yesu hakuna kingine alishtua nacho. Ilikuwa ni kuwaambia watu tubuni, usamehe. Aliambia wanafunzi alipowaaga, ambao alikowaambia mambo ambayo wanayo kama mtume wa Kristo. Alikuwaambia mtume dhambi zenu katika jina la Yesu. Mwasamehe dhambi katika jina la Yesu. Dhambi tunaiweka hadharani kama vile mtu anaweka hadharani mambo yake. Kama vile wanafanya katika shamba lako. Vile unatoa majani kwa shamba yako. Siku makina Petro alipokea Roho Mtakatifu. Walitoka katika chumba. Walipotoka kwa chumba, ilikuwa siku ya Pentekoste kama vile tulisema. Akasema Wayahudi wote walikuwa hapo Yerusalemu. Walikuwa wamekusanyika. Lugha zote walikuwa hapo. Petro alipotoka akawaambia Yesu Kristo ambaye alikufa, kaambia yule ambao mmeua, yule mmetumika, amefufuka kwa siku ya tatu. Anawaambia Mafarisayo, ninyi mmemuua, yupo hajakufa.
wenye mwili. Au kutandukana na ninja. Mahali tuna utofauti na Mafarisayo kama vile. Ninja. Na wanafiki. Au kutandukana. Mahali tuna utofauti na manafiki. Na wapagani. Sasa washaka ni watupiki. Huwa anatafuta kuficha. Kuliko sisi kuzakufu. Eti ukweli wote hauongelewi. Fanya Mungu kuliko sisi wazakufu. Wenye Roho Mtakatifu ukweli wote wanaosimbuka wewe wima. Wale ambao wanajaa Roho Mtakatifu ukweli wote wanaosema kama vile ukweli wote kama vile ulivyo. Hapo wanamungu na wapagani ndaja na wafarisayo. Lakini wapagani na wanafiki na wafarisayo hawawezi sema ukweli wote. Natangayo. Nimeshangaa. Mlinomisiana wanyu. Siku moja hapa kweli. Mungu akote anasoma mazina mwiperesi. Eti mtume anasoma majina katika kitabu. Basi naipara nitaimza. Majina ya pesa na majina ya dhambi. Hata somimza. Wale ambao wanatoma dhambi. Hayo somimza ndio. Akisoma dhambi mtafanyaje? Mimi huwa nasoma pesa. Au tusome msaha. Mali tutatomea dhambi mtafanyaje? Bado kugambo wa mrozi. Sema wewe mchawi. Wamweshi wapi sio wewe mdanganyifu, wewe mwizi wa pesa. Zogenda itakuwaje? Zomera itakuwaje? Zomera itakuwaje Dusty? Umuriro wa moto. Ana ni sababu ni sababu kutaka kupata leo kitano. Galao unakuwa na aiyo ati hajapeana 500 ama 100. Hujatoa 1000 pesa. Haona kugira ngo wewe ukakuiba. Ngesema wewe mjuzi umeiba. Alani Mungu. Kwenye Roho Mtakatifu wanasema ukweli kama vile ulivyo. Sema amen. Sema amen. Amen. Amina amina. Sema amen. Amen. Ipentekoste kumla yake. Pentekoste hii mnapokea. Abushi amini. Wale ambao wanajaa gift ya Mungu ya Roho Mtakatifu wanasema ukweli kama vile ulivyo. Ale niyo yo bado mwani. Ngalao ni nani? Biblia yavuze. Biblia imesema ngumuka wewe. Huyo Roho Mtakatifu wasako kamiliza kwa turabai. Huwa anatuthibitishia kwamba sisi ni wenye dhambi. Inaenda kikwambia wewe umekosea. Ale niyo ndambo. Ngalao hakuna mtu ambaye amekoona. Roho Mtakatifu inaendelea kukuambia. Inakwambia wewe umesema vibaya. Wewe ni mwenye fitina. Hii ni fitina tu. Fitina ya ndugu yako. Fitina ya ndugu yako. Wewe. Fitina tu. Fitina ya mama mkwe. Ama fitina ya mtoto wako. Roho Mtakatifu haitakuogopa. So mkugira kukisema. Na kuambia wewe umefanya vibaya. Unawaambia. Sema amen. Amen. Naki numuka wewe. Pokeeni Roho Mtakatifu. Naki numuka wewe. Pokeeni Roho Mtakatifu. Semeni ukweli kama vile ilivyo ndani ya moyo wako. Ichima na yanga mchana mno. Kile Mungu anakataa kikatae kabisa. Sima nitakunda mchana. Kile Mungu hapendi kikatae kabisa. Wewe ni mwenye mwili. Kitu cha pili. Mukawera tuki. Faida ambayo Roho Mtakatifu ina faida kwetu. Utufiti mumaro ina faida kwetu. Wakutuwemeza kutuala na bima ya kutukubalisha kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Mbona uko ngalao atareleka hajazilika. Alikumbuka wema. Lakini Roho Mtakatifu wa Mungu na roho wetu huwa inakubaliana. Inakubaliana kabisa. Sababu sisi ni watoto wa Mungu. Bila mgenzi wao. Bila ndugu yako. Roho Mtakatifu wa Mungu pamoja na roho yako. Ni lazima vikubaliane
kumtia Mungu ndani yako hauna faida kwako. Yule ambaye ana faida hiyo inakuambia ingalau haujakula lakini haujadanganya na haujaiba, wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu. Siku Yesu atazilika, ni siku Yesu atazilika, utafanana na yeye. Wewe ni mwana wa Mungu. Sema amen. Maroho kawera atubiri. Faida yo asante tatu humulisa. Huwa anaenda kitufariji. Anakuambia wewe ni mtoto wa Mungu. Kunduauta vile unatembea. Itakupoya. Kutembea kwako hii. Roma na wema. Ni mtoto wa Mungu. Ibira vile ya wema. Kuishi na wengine hapa. Roma na wema. Wewe ni mtoto wa Mungu. Hivi bofu na namna ba. Masemo haya unasemedana tu ina. Roma na wema. Kweli ukweli wa Mungu. Roma na wema. Wewe ni mwana wa Mungu. Roma na wema. Wewe ni mwana wa Mungu. Ukunduauta vile unatembea. tuamba. Vile umevaa. Roma na wema. Wewe ni mwana wa Mungu. Roma na wema. Wewe ni mwana. Mkanuke mji. Amkeni mkuu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Atukuze Mungu. Amen. Mumaroho mukawe. Faida ya Roho Mtakatifu Mungu kila mtu kuli nduna. ni kukuambia kwamba ukweli wewe ni mwana. Kale rukundu tagira urubanza udafite urubanza. Na hali ya pili hauna shida na wengine. Nta mutima mfite ukure. Hauna moyo wa kumshitaki mwanadamu. Mfite kufanya mtu kintu. Hauna moyo wa kudodana na wengine. Tanda mfite Hauna mdogo katika moyo wako. Mungu kama kubi. Roho anakuambia. Kwanza mfite muri mwikio. Hauna kitu hapa mwiki. Nili wani utacho wasize. Hata ukweli haujaacha. Haujaacha kitu huko. Ukakubwira Mungu mwana wangu. Ninakwambia wewe ni mwana wangu. Ukweli wewe ni mwana wangu. Ukatereka. Galao hajazilika lakini akizimso sana utafanana. Wewe una sura yako. Kwa watu watabiri. Unafanana una sura yake galao wanadamu hawajui. Ukatereka. Ni vile tu hajazilika. Usazeka. Siku atazilika utafanana naye. Nake mkawera wewe. Kweli Roho Mtakatifu Wewe sako mlaba. Utakubalisha kwamba wewe ni mwana. Ulete kugenda ni miti ya chiruba. Hata kutembea na moyo ambaye Biblia inasema. Biblia inasema. Kwani mtu mtakuchiruba. Moyo haitukatiki. Unatija siberema. Wewe unakubaliwa. Ushinda. Moyo haijakwambia kitu. Umutima ndakindi n'umwuka wewe. Roho Mtakatifu moyo si kingine ni roho. Yale ya uhai ni nao hauna shida. Wewe unakubaliwa mbele za Mungu. Wewe unakubaliwa mbele za Mungu. Kama mnatembea na ukubaliwa wa Mungu. Roho Mtakatifu anakuambia wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Salao sijulikani katika Mungu. Salao sijulikani hapa. Salao sina jina. Lakini ukweli mimi ni mwana wa Mungu. Kazi ambazo nazifanya. Kazi zangu hizi. Yesu alimuuliza. Wakamuuliza swali. Wakamuuliza. Kamuuliza je, wewe wajutandukanye n'abafarisayo umekuja ukiwa tofauti na Mafarisayo. Tena umekuwakuta kanisani. Kandi uzobatera kuswa ngokuri. Tena wewe unaingia kanisani na uambie ukweli. None. Kwa hiyo niki tikizatumenyesha. Nini itatujulisha? Umwana wema. Mtoto wa Mungu. Nikizatubira bakishijwe badaki. Nini itatuelezea wale ambao wameokoka na wale ambao hawajaokoka? Watu wote wako kanisani. Mafarisayo hao ndio wanatupa program. Na hao ndio unawapata. Mkristo ni nani? Yule ambaye ameokoka ni nani? Tutawajulia kwa nini? Aliwajibu je? Akawaambia mtawajulia. Mtawajua kwa nini? Kwa matunda yao. Kama wewe ni Mkristo, kama wewe ni mwenye Roho Mtakatifu, vile tunda za Roho zinaishi ndani mwako, huwa zinatembea zikisema huyu ni mwana wema, 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 huyu ni mwana wema. Wakina Paulo kina Paulo wakitembea wakielezea Injili. Siku moja wakienda
hawa ni watumishi wa Mungu, hawa ni watumishi wa Mungu. Alafu walipomwangalia kasema huyu ni nani anayetuthibitishwa? Walipomgeukia, walipoangalia wakakuta si wa Mungu, wakamkemea, wakamwambia sisi hatustahili kuthibitishwa na wapagani. Wapagani watakudanganya. Wapagani hawawezi thibitisha Mkristo. La, kile ambacho kinathibitisha Mkristo, kile ambacho kinakuthibitisha kwamba wewe ni mwana wa Mungu cha ukweli ni Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Wakamkemea, wakamfukuza. Yesu Kristo nani? Siku ambao walimshika alikuwa anawaambia, akawaambia kile ambacho kinamthibitisha. Aliwaambia, je, habari za Yohana zilitoka wapi? Yohana ni nani alikuwa anathibitisha? Ni mimi. Ama mbeke Yohana. Niache Yohana. Ni mtu. Nyinyi. Hamjaona matendo yangu. Hamjaona matendo yangu ambayo natenda. Matendo yangu inanithibitisha. Nini mnanisikia? Acha matendo haya. Niwaambie kila ambacho kinanithibitisha. Hata na Mungu Baba ananithibitisha. Roho Mtakatifu wa Mungu ambao umekuja kwa Kristo. Alipotoka kwa Baba, siku ambayo alibatizwa, ikamthibitisha. Sema, huyu mtoto wangu nayempenda, akanamfurahia. Mumtii. Sema amen. Kama hauna Roho Mtakatifu wa Mungu, si wewe si mtoto wa Mungu. Roho Mtakatifu wa Mungu ana faida kwetu ya kututhibitisha kwamba sisi ni watoto wa Mungu, sisi ni wana wa Mungu. Vile ndivyo tulivyo kabisa. Kama hajazilika, lakini akizilika tutafanana na yeye. Tutaacha dunia, tutaachana na ulimwengu. Asubuhi moja ama jioni moja tutaachana hivi. Roho Mtakatifu atatupeleka huko, atatupeleka kuishi na Kristo. Ambao hawakuwa na nguvu wataingia katika moto. Pokea Roho Mtakatifu wa Mungu.